Karibu sana kwenye Sport Report kupitia African Sport Center. Hapa ndipo tunakuletea habari moto za soka, uchambuzi makini na matokeo ya kila wiki. Usibaki nyuma, bonyeza subscribe, like, share na acha maoni yako ili tuzidi kukuletea burudani ya kipekee. Sauti hii ni ya Dashrath Doiloi. Yawezekana umewahi sikia watu wakisema Simba Sport Club, na wewe mwenzangu na mimi hukujua kikipi kinaendelea. Leo tumekuja na report kamili kukujuza Simba ni nani. Kwa nini jina Simba? Kabla ya hapo alikuwa na jina gani? Mafanikio na mabadiliko hatua kwa hatua. Hii ni sauti pendwa, rekodi ya Simba ikufikie mpendwa. Simba ni timu maarufu kwa mashabiki wake, ni mojawapo ya vilabu vinavyoshikilia historia yenye nguvu zaidi Tanzania na Afrika Mashariki. Stori yake inasogea hatua kwa hatua, ikianza kutoka Queens, kupitia Sunderland, hadi kuwa Simba Sports Club yenye hadhi ya kimataifa. Simba ilianza mwaka 1936 chini ya jina la Queens, klabu iliyoundwa kuwaleta vijana pamoja, kukuza mshikamano wa kijamii na kuhamasisha vipaji vya michezo. Katika kipindi cha ukoloni wa Kiingereza, Queens ilihitaji jukwaa la kujieleza kwa vijana wenye shauku ya soka, ikiwa ni chanzo cha uelewa wa pamoja na mshikamano wa kijamii. Lengo la Queens lilikuwa sio tu kushinda michezo ya mtaa, bali pia kukuza kipaji cha vijana na kuunda msingi wa soka la Tanzania lenye heshima. Kadri mashindano ya Queens yalivyokuwa ya ushindani, ilibidi kubadilisha mwelekeo. Queens ilibadilisha jina kuwa Sunderland, ikionyesha lengo jipya la kuunda klabu yenye ushawishi mkubwa zaidi, kuimarisha mashindano ya ndani na kujiandaa kwa mechi za kimataifa. Katika kipindi hiki, Sunderland iliunda historia ya ushindi wa ndani, ikichangia misingi ya ushindi wa Simba siku za baadaye. Hatua kubwa zaidi ilikuja mwaka 1971, wakati klabu ikibadilisha jina rasmi kuwa Simba Sports Club. Jina Simba kiumbe wa nguvu, ujasiri na mshindi liliwakilisha roho mpya ya klabu, kushindana, mshikamano na kuongoza katika soka la Tanzania na Afrika. Simbauti rasmi la klabu Simba Sports Club liliashiria maono ya muda mrefu, kukuza vipaji vya vijana, kushiriki mashindano ya kimataifa na kuwa klabu yenye heshima barani Afrika. Baada ya kubadilika jina, Simba ilianza kushinda kwa uthabiti. Ushindi wa ligi kuu ya Tanzania bara na kombe la shirikisho ulifanya klabu iwe kitovu cha ushindi. Wachezaji kama Ali Chamanga, Nyamsi Mawedje na Selemani Mwanga walichangia katika kuunda historia ya ushindi. Mechi za kihistoria kama ushindi wa 3-0 dhidi ya Yanga mwaka 1972 ziliunda msingi wa rivalries ambazo bado zinavuma hadi leo. Simba imekuwa miongoni mwa timu chache Tanzania zilizoshiriki mashindano ya kimataifa, CAF Champions League, CAF Confederation na Africa Football League (AFL). Mechi dhidi ya timu kama Zamalek, Misri na TP Mazembe, DR Congo ziliibua historia, zikionyesha ushindi wa kihistoria na rekodi za kimataifa. Hii ilisababisha Simba kuwa miongoni mwa timu chache barani Afrika zinazoshikilia heshima na riwe za kimataifa. Derby ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga ni mojawapo ya mashindano yenye shauku kubwa barani Afrika Mashariki. Kila mechi inajaa hisia, mabao ya mwisho na ushindi wa kihistoria. Rivalry hii inavutia mashabiki, inakera watani na kuimarisha heshima ya Simba. Ushindi dhidi ya Yanga mara nyingi unaingia kwenye kumbukumbu za mashabiki, ukiweka Simba kama Simba wa kweli wa soka. Simba imejivunia wachezaji mashuhuri waliobaki kwenye kumbukumbu: John Bocco, Clatous Chama, Gadiel Michael. Makocha kama Patrick Ausems na Didier Gomes da Rosa walichangia kukuza vipaji, mbinu za kisasa na mshikamano wa kikosi. Wachezaji hawa wanawakilisha falsafa ya Simba: ushindi, mshikamano na kipaji cha kipekee. Simba imefanya historia kwa ushindi wa mara kwa mara wa ligi kuu, kombe la shirikisho na mechi za kimataifa. Tukio muhimu: ushindi wa 2-1 dhidi ya Zamalek kwenye CAF Champions League, ambapo mabao ya mwisho yaliibua shauku isiyo na kifani kwa mashabiki.
Milestones hizi zinaonyesha nguvu ya klabu, mshikamano wa wachezaji na ushindi wa kihistoria. Simba ni zaidi ya klabu ya soka. Lengo lake ni kukuza vipaji vya vijana, kushirikisha mashabiki katika mshikamano wa kijamii, kuendeleza soka la Tanzania hadi kimataifa, kuunda familia ya wachezaji, mashabiki na klabu yenye roho ya. Leo, Simba inashikilia nafasi ya juu Tanzania na Afrika Mashariki. Historia yake ni ushahidi wa uthabiti, mshikamano na ushindi. Kutoka Queens Sunderland Simba Sports Club, kila hatua inaonyesha ukuaji wa klabu, ushindi wa ndani na kimataifa, rivalries zenye msisimko, wachezaji waliobaki kwenye kumbukumbu na historia isiyosahaulika. Stori hii inaonyesha Simba kama Simba halisi wa soka, mwenye nguvu na heshima isiyopungua. Mimi ni Doiloy. Taarifa hii iliandaliwa na kuandikwa na Dashlath Doiloy. Katika vipindi vifuatavyo tutakuandalia na kukujuza mtani wa Simba Young Africans. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kutokukosa kipindi chochote kutoka African Sport Center.